Kabla hatujaomba, hebu tusikilize neno la Mungu, kisha tutaomba pamoja. Zaburi ya 23 ni mojawapo ya maandiko mazuri zaidi katika Biblia yote. Ni kama barua ya upendo ya binafsi kutoka kwa Mungu, iliyoandikwa kukukumbusha kuhusu upendo wake wa kina na usiotikisika kwako. Daudi anaposema, Bwana ni mchungaji wangu, haelezi tu jukumu, bali anaeleza uhusiano. Moyo wa mchungaji umejaa huruma, daima yuko macho, daima analinda. Kusema kwamba Bwana ni mchungaji wako kunamaanisha kwamba maisha yako yanaongozwa na mlinzi wa mbinguni anayekujua kwa undani. Hakuangalii tu kutoka mbali, bali anahusika kikamilifu katika kila sehemu ya maisha yako, akihakikisha usalama wako na ustawi wako. Na Daudi anaposema sitapungukiwa na kitu, ni ahadi ya ajabu sana kwamba ukiwa na Mungu kama mchungaji wako, utakosa kitu chochote kilicho chema kwako. Anajua hasa unachohitaji na atakupa kwa wakati sahihi, kwa njia sahihi, kulingana na hekima yake isiyo na mwisho na upendo wake. Zaburi inaposema kwamba Mungu anakuongoza kwenye malisho ya kijani na kando ya maji ya utulivu, inaashiria wingi na riziki. Ni mahali ambapo unaweza kufurahia baraka zake bila hofu wala wasiwasi. Maji ya utulivu yanaashiria amani na utulivu, uwepo wa Mungu unaotuliza nafsi yako. Mara nyingi maisha yanaweza kuonekana ya fujo na yenye kukushinda, lakini mchungaji wako anajua jinsi ya kukuongoza kwenye mahali pa kurejeshwa. Harekebishi tu sehemu ya nje ya maisha yako, bali anarejesha nafsi yako kutoka ndani kabisa. Unapohisi kuvunjika au kupotea, yeye anafanya upya nguvu zako na kuponya sehemu za ndani kabisa za moyo wako. Hata katika nyakati za giza zaidi za maisha, unapopita katika bonde la uvuli wa mauti, uhitaji kuogopa. Bonde hili si mfano wa kifo cha mwili tu, bali linawakilisha nyakati za ugumu, kupoteza au kutokuwa na uhakika. Ni ukumbusho kwamba maisha yatakuwa na changamoto zake, lakini hauko peke yako. Mungu mwenyewe anatembea pamoja nawe hatua kwa hatua katika kila jaribu. Fimbo yake na gongo lake vinaashiria ulinzi wake na mwongozo wake. Kisha Daudi anatoa picha yenye nguvu ya ushindi, unaandaa meza mbele yangu mbele ya adui zangu. Hii si kwamba Mungu anakupa tu mahitaji yako, bali anakubariki waziwazi mbele ya wale wanaotaka kukuona ukianguka. Fikiria umekaa kwenye karamu, umelindwa kikamilifu na umezungukwa na neema ya Mungu, wakati hakuna kitu ambacho adui zako wanaweza kusema au kufanya kinaweza kukugusa. Anapaka mafuta kichwani mwako, ishara ya baraka, kuwekwa wakfu na uponyaji. Kikombe chako kinafurika, si kwamba una vya kutosha tu, bali una zaidi ya kutosha, furaha, amani na riziki inayotoka mkononi mwake. Hata katikati ya changamoto, baraka za Mungu ni nyingi na neema yake haiwezi kupingwa. Zaburi inaisha kwa tangazo la faraja na lenye kina, hakika wema na rehema zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa katika nyumba ya Bwana milele. Wema na rehema za Mungu si vitu tu vinavyokaa kimya, bali vinakufuata kila siku. Iwe ni katika furaha au huzuni, upendo wake na wema wake viko pamoja nawe. Na zaidi ya maisha haya, una ahadi ya kukaa naye milele, nyumbani ambapo utaishi katika amani na upendo mkamilifu milele. Sasa hebu tuchukue muda huu kuomba pamoja. Bwana Yesu, wewe ni mchungaji wangu mwema, na hakuna kitu kinachotia moyo kama kujua kwamba wewe, Mwenyezi, Alfa na Omega, unanijali binafsi na kwa undani. Unaniona, unanijua na unanilinda kwa upendo ule ule ambao mchungaji analinda kondoo wake. Upendo wako kwangu hautikisiki, ulinzi wako ni wa kudumu na mwongozo wako ni mkamilifu. Ninapohisi kupotea, unaniita nirudi karibu yako. Ninapohisi dhaifu, unaniinua na kunibeba mikononi mwako. Asante kwa kutoniacha nipambane peke yangu, kwa sababu yako ninaweza kukabiliana na kila siku kwa tumaini, nikijua utanifanya upya moyoni mwangu na kunipa nguvu. Kuna nyakati, Bwana, ninapohisi kuchoka na kulemewa na vita vya maisha.
Iwe ni uzito wa majukumu yangu, maumivu ya kukatishwa tamaa, au kutokuwa na uhakika wa kesho, najikuta nikitamani uwepo wako uniburudishe na kunifanya upya. Bwana, nakuomba uguse maisha yangu leo kwa njia ambayo ni wewe tu unaweza. Mimine upako wako juu yangu, ukileta uponyaji moyoni mwangu na uwazi akilini mwangu. Ninaomba mkono wako wa kurejesha uwe juu yangu na pia juu ya wapendwa wangu. Uwepo wako utuzunguke sote, ukileta amani mahali palipo na machafuko na furaha mahali palipo na huzuni. Na Bwana, katika nyakati ambazo maisha yanaonekana kuwa rahisi na baraka ni nyingi, nisaidie nisichukulie uwepo wako kwa kawaida. Niweke karibu nawe, Roho Mtakatifu. Nilinde dhidi ya kiburi au kujitegemea kupita kiasi wakati mambo yanaenda vizuri. Nikumbushe hata katika nyakati nzuri kwamba mimi si kitu bila wewe, na kwamba nakuhitaji katika nyakati za wingi kama ninavyokuhitaji katika nyakati za upungufu. Uweke moyo wangu katika unyenyekevu na macho yangu yawe juu yako daima. Bwana, pia ninawaombea wale wanaopitia wakati mgumu sasa, wale wanaobeba maumivu ya mwili, majeraha ya moyo au uzito wa changamoto za maisha. Kwa yule anayehisi yuko mwisho wa nguvu zake, ninaomba uingilie kati, wafikie Bwana, na uwavute kutoka katika ukingo wa kukata tamaa. Fanya upya nguvu zao, rudisha tumaini lao, na washe tena upendo wao kwako. Waruhusu wahisi uwepo wako kwa nguvu, ukileta faraja na uhakika kwamba hawako peke yao. Wakumbushe Bwana kwamba wewe pia ni mchungaji wao. Unawaangalia kwa uangalifu ule ule unaonipa mimi. Unaona mapambano yao na una mpango wa kuwaokoa. Sema amani mioyoni mwao na uwakumbushe kwamba hakuna hali iliyo ngumu sana kwako. Wewe ni Mungu wa miujiza na njia mpya, na ninaamini kwamba utawafungulia njia kama ulivyonifungulia mimi mara nyingi. Bwana Yesu, kama mchungaji wangu mwema, ninakuamini kwa kila sehemu ya maisha yangu. Unanijua kuliko ninavyojijua, unaelewa mahitaji yangu, tamaa zangu, hata mambo ambayo siwezi kuyaweka katika maneno. Wakati mwingine sijui nini kilicho bora kwangu, lakini wewe unajua. Ndiyo maana ninajiegemeza kwako kabisa. Ndani ya ulinzi wako ninapata pumziko kwa nafsi yangu na amani kwa akili yangu. Unachukua hofu zangu na mizigo yangu, na unanipa upendo wako na uhakika wako. Ninapokutana na adui au mashambulizi ya adui, sihitaji kupigana peke yangu, kwa sababu unasimama kati yangu na hatari. Unanilinda, unanitetea na kuniongoza katika kila jaribu. Nashukuru sana Bwana kwa jinsi unavyonipigania. Hata ninapopita katika mabonde ya giza zaidi, najua siko peke yangu. Mabonde hayo si mwisho wangu, ni vipindi vya muda tu, na unatembea pamoja nami katika kila kimoja. Uwepo wako unanipa ujasiri wa kuendelea, nguvu ya kukabiliana na hofu zangu, na amani ya kupumzika ndani yako hata wakati njia ya mbele haionekani wazi. Sihitaji kuogopa kwa sababu uko pamoja nami daima. Ujasiri ninao kama mtoto wako unatoka katika kujua kwamba wewe ni mchungaji wangu na kwamba sipungukiwi na kitu. Unajua ninachohitaji na wakati ninapokihitaji. Unaniongoza kwa watu sahihi, wale watakaonitia moyo na kuniinua. Pia unanilinda dhidi ya wale wanaoweza kuniumiza au kunipotosha. Unaniongoza mahali salama mbali na hatari. Bwana, hekima yako ni kamilifu, na ninakuamini uniongoze mahali ninapopaswa kwenda. Sihitaji kuelewa kila kitu peke yangu, kwa sababu wewe ni Mungu unayeona mwanzo na mwisho. Wewe ni mtoaji wangu, mlinzi wangu na mwongozo wangu. Kwa sababu yako ninaweza kupumzika kwa amani nikijua kwamba niko salama daima chini ya uangalizi wako. Asante Bwana kwa kuwa kimbilio langu na nguvu zangu. Neno lako linasema kwamba unanipaka mafuta kichwani mwangu na kikombe changu kinafurika. Nakushukuru Bwana kwa riziki yako tele katika maisha yangu. Sipungukiwi na kitu kwa sababu ya uaminifu wako.
Umejaza maisha yangu kwa wema na rehema, na ninaamini katika ahadi zako. Nakemea kila roho ya upungufu, umasikini au kitu chochote kisichotoka kwako. Ninasimama juu ya ukweli wa neno lako linalosema kwamba wema na rehema zitanifuata kila siku ya maisha yangu. Ninakataa kupokea ugonjwa, laana au mabaya kama sehemu yangu, kwa sababu umenia ahadi ya maisha yaliyojaa baraka zako. Asante kwa kuniongoza kando ya maji ya utulivu ambapo nafsi yangu inaweza kupata pumziko na kufanywa upya. Nisaidie nibaki mnyenyekevu na tayari kujifunza, daima nikiwa tayari kufuata popote unaponiongoza. Niongoze kupitia neno lako, kupitia Roho Mtakatifu na kupitia ushauri wa hekima. Elekeza hatua zangu, Bwana, na ninapohisi kupotea au kutokuwa na uhakika, nikumbushe kwamba ninaweza kukimbilia mikononi mwako yenye upendo kwa mwongozo na faraja. Kwa sababu ya ahadi zako katika Zaburi ya 23, ninaweza kukabiliana na kila siku kwa ujasiri na bila hofu, nikijua kwamba uko pamoja nami hata wakati ni vigumu kuona au kuelewa unachofanya. Ninaamini kwamba unaniongoza kwenye mahali pa pumziko na urejesho. Asante Bwana kwa kusikia maombi yangu. Jina lako takatifu lihimidiwe. Katika jina la Yesu ninaomba, amina. Na kama maombi haya yamegusa moyo wako, tafadhali andika amina kama ishara ya imani. Ninaomba kwamba kila baraka katika maombi haya iwe juu yako sasa katika jina la Yesu. Na kama unahitaji maombi maalum, jisikie huru kutuambia katika maoni, tutafurahi kukuombea. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe daima.